now it's time to become a legend. Zak Stasi Pro Film has started again. Kisa utajiri tunauana, ndugu kwa ndugu tunauana pasi na huruma. Tumesahau kuwa Maulana ndiye anayetoa na yeye ndiye ananyang'anya. Nataka mwili wangu kule mpaka ule unaona. Yaani bosi wangu siwase. Yaani hili shamba lipo vizuri. Kuhusu kama masuala ya korosho nini hapo. Yaani ukitaka unakata tu kipande kile pale unapanda mahindi. Yaani hapa eneo usiwazi. Yaani hili hapa shamba bosi wangu umepata. Sawa, shamba lako nimeliona. Yeah. Mikorosho ni mizuri sana. Ndio. Na nimelipenda shamba kifupi. Lakini kitu cha kuzingatia, kitu ambacho mimi huaga sipendi sana. Sipendi migogoro. Kwenye maisha yangu sipendi migogoro. Una uhakika hili shamba sio la kifamilia? Yaani hili shamba nakwambia sio la kifamilia. Yaani hili shamba katuachia mzee. Na ninavyokuambia hili shamba lipo leani kuuzwa. Kwa sababu kila kitu tushakipangilia. Umeelewa? Kwa hili shamba muda wote na sasa ndio tukitafuta mteja. Unajua tulikaa kikao mimi na mdogo wangu tukapanga kwamba hili shamba tuliuze. Tukapani tunauzaje? Ndio tukakupata wewe bosi wangu wewe, nikaja nikasema kuna rafiki yangu kula kanitafutie tajiri nije nimuzie hili shamba, ndo nimekupata bosi wangu. Sasa wewe tuuliza moli ili shamba lako. Basi sawa, kama ni hivyo, kama shamba halina shida, ndio mimi nitanunua au niseme tayari nimeshalinunua. Yaani kuanzia wakati huu manake ni mimi kutoa tu fedha. Na nafikiri unajua sasa hivi tumebadilika kidogo, sio kama zamani hela tunapeana mikononi sio kakabwa hapa. Au kakabwa hapa ikawa changamoto. Kwa hivyo hela nitaingiza kwenye akaunti. Sasa ngoja tuzunguke kidogo. Twende kwa huku. Maana huku ili niendelee kujiridhisha. Hili shamba ni kubwa. Yaani hili shamba ni kubwa ni hatari. Yaani huko kote huko nimefika hadi kule mwishoni. Kisa utajiri tunauana, ndugu kwa ndugu tunauana pasi na huruma. Tumesahau kuwa Maulana ndiye anayetoa na yeye ndiye anayenyang'anya. Nataka mwili wangu. Sawa. Kwa hiyo huyu nani? Huyu ndo mdogo wangu sasa bwana mkubwa. Huyu ndo mdogo wangu. Vipi mdogo wangu? Poa. Uko poa Naona unaendelea na shughuli. Mdogo wangu huyu ndo yule ambaye nilikuambia kwamba anakuja kuchukua hili shamba. Mbona shamba utakuliuza? Sasa wewe tukaelewa hapo ni. Wewe ungena nani? Kwani tulikubaliana nini kule nyumbani kuzalisha shamba? Hebu ngojeni kwanza. Mbona sasa sielewi? Bwana TK, tumeongea na tumekubaliana kwamba hili shamba linauzwa. Hamna bosi wangu. Na ukaniambia kabisa kwamba hili shamba mmekubaliana wewe si na ndugu zako uliuze. Sasa mbona tena naona kama kunakuwa kama hamna bosi wangu. Usijali. Nataka tu sasa. Sasa wewe tukaelewa ni nini kwa wakati tulikubaliana hili shamba liuzwe? Ulikubaliana na nani? Na lini? Na siku gani? Na muda gani? Bosi sasa hivi ndo unanikataa. Sio ukataa hili shamba liuzwi. Sikia, unajua nyinyi mimi mnachanganya. Unatikia umesema shamba linauzwa, si ndio? Alafu ndugu yangu na wewe dogo, mambo ya kulima haya.
wewe atakufikisha wapi? Wewe kijana unasikia, uza ile eneo. Mimi lengo langu kubwa nije kuwekeza hapa, nina pesa. Sasa wewe rafiki yangu, wewe na kulima wapi na wapi? Utaweza kuliongoza hili shamba kweli? Shamba kubwa lote hili. Sikiliza, chukua hela. Hamna bosi wangu. Chukua hela. Sikia mdogo wangu, ili shamba tulipige hela. Tukaishi maisha mazuri. Kwani unaridhika hayo maisha ambayo unaishi? Yaani mimi niambie chochote kuhusu hili shamba. Hili shamba aliuzwa. Mimi nimesema hili shamba aliuzwi. Unaona kama mimi muondoke tu hapa. Si unaona sasa? Hamna tajiri. Yaani ina maana mimi unanileta katika shamba lenye migogoro. Tajiri wangu hamna. Yaani umenitoa kule kote umenileta huku. Unauza shamba alafu leo unaniambia kwamba eti shamba ndugu yako huyo ananiambia shamba liuzwi na nini shamba lenyewe kumbe na migogoro. Shamba ndio vitu ambavyo mimi hakuna bwana. Hivi ndio vitu ambavyo mimi nilikuwa nakataa. Nilikuwa nataka shamba liuzwi. Tajiri wangu umenikosea sana. Ni sauti tupu inayolia, nataka mwili wangu. Tajiri. Sasa mdogo wangu ndio umekifanya nini? Wakati kule tulikotoka tulikubaliana kabisa kwamba lile shamba tukauze, tuchukue hela, tuendeshe maisha mengine. Blaza, wote kunielewa. Nikwambia ile shamba liuzwi na mjomba atalisema ile shamba tusiuze kwa sababu ile shamba inatusaidia vitu vingi tu. Kuna nyumba kule, kuna vitu kule, maduka kule vitu tufungue vitu. Sasa bado nataka tuuze afu iliweje? Blaza, jaribu basi kunielewa, ile shamba liuzwi. Ile shamba aliuzwi. Ile inatusaidia vitu vingi. Hata mjomba alituambia ile shamba tusiuze, inatusaidia vitu vingi ile shamba. Sasa wewe malengo yako unataka tuuze. Mwanangu leo umeamua kunidhalilisha. Sio kunidhalilisha. Yaani umeshajikuta wewe umekuwa umeota mbao tayari ndio unaamua kunidhalilisha mdogo wangu. Sio kukua. Sasa ni nini ambacho kimekufanya wewe ukatae kuuza ile shamba? Nimekwambia ile shamba haliuzwi. Wewe unaridhika na hayo maisha ambayo unaishi? Naridhika ndio. Hivi kulima gani uliokuwa nayo wewe? Mpaka ujifanye kujitie kelele eti shamba hili lisiuzwe, mimi nataka kulima. Wewe kwa kulima gani uliokuwa nao wewe? Unataka kuelewa. Hili shamba mjomba alisema tusiuze. Sawa, ni mjomba wako wewe, sio mjomba wangu mimi. Kisa utajiri tunauana, ndugu kwa ndugu tunauana pasi na huruma. Tumesahau kuwa Maulana ndiye anayetoa na yeye ndiye ananyang'anya. Nataka mwili wangu. Mganga masamakio anataka atulia. You know. Tulia. Karibu binti. Asante. Karibu chini. Atulia. Kalia chini alizia ya Mungu. Kaa chini binti. Karibu binti. Karibu. Naona sura yako sio ngeni machoni mwangu. Kwa mara ya pili unarudi tena kwa mganga masamaki. Ebu eleza unalipi kwa siku ya leo? Eleza shida yako niweze kukusaidia. Mganga, mimi nimekuja. Nakusikiliza. Na hisi sio mara moja kufika hapa. Ndio. Ulinisaidia, ulinipa dawa. Ndio. Mume wangu alikuwa hajatulia. Nakumbuka. Wewe nashukuru. Hii nimekuja kutoa shukrani kwako. Kuna kiasi nilijiahidi kwa nikipata hiyo dawa ikinisaidia, nitakuja kuleta shukrani yoyote katika mizimu yako. Nakusikiliza. Nimekuja na kiasi ambacho nilijiahidi. Wewe nimekileta. Umekileta. Tulia.
dhahabu yangu iliyoibiwa ni sauti tupu inayolia, nataka mwili wangu, nataka mwili wangu. Kisa utajiri tunauana, ndugu kwa ndugu tunauana pasi na huruma. Tumesahau kuwa Maulana ndiye anayetoa na yeye ndiye anayenyang'anya. Nataka mwili wangu, Rafiki. Salama. Salama kabisa nyumbani hapa. Wewe najua mimi nani? Aya, rafiki. Wewe amna najua mimi? Basi sawa, mimi nitakwambia mimi nani. Mama sasa hivi. Hamna sikia, mimi sawa. Ila mimi dada, na shida na wewe. Mimi nataka sema na wewe. Najua mimi Masai kila siku napita hapa na ng'ombe zangu. Kila siku nakuwa naona mimi hapana, roho yangu ya uma lazima nisimame ongea na wewe sasa. Sasa najua ni nataka kidogo toka chemba kidogo, nataka ongea na wewe hapa pana mama. Nataka kasikilize maneno yangu, sawa? Samahani sana lakini sawa? Sawa. Uko ukaniambia kitu kinachoeleweka, sio kusumbuana. Umenielewa wewe? Sawa, hamna shida. Mimi nitaongea kitu cha maana, hamna matatizo kabisa. Sasa twende sikilize mimi. Twende rafiki. Sasa sikia, mimi kila siku napita mimi nauma moyo sana. Mimi tokea kukuona wewe moyo wangu mimi tokea kupenda sana. Mimi wewe sema mimi hunijui, mimi naitwa Sukuma Njugu. Sukuma Njugu. Rafiki, mimi najua Sukuma Njugu jina langu, hila moyo mimi napita wauma huo na wewe rafiki. Sawa rafiki? Ulioongea nimekuelewa. Kazi zao Masai Masai kweli kumbavu tu. Hii dada hii mimi nanisumbua na nikataa kila siku. Dhahabu yangu iliyoibiwa ni sauti tupu. Hii nakataa mimi. Hii matatizo. Hii matatizo kabisa. Hii matatizo kabisa. Masai. Rafiki. Mbona unge peke yako? Hii dada yakaa huu ndani, wewe unajua? Dada gani? Hii dada yakaa ndani huu. Rafiki, hii dada mimi natongosa, nakataa mimi kwa sababu mimi namwambia mimi nakupa ng'ombe hataki. Simu tachi hii na inatumia mkopo. Tatizo hili. Kumbe ndio unafanya nini ashindwe kunielewa? Kila siku unakuja hapa, inaonekana mambo yanakuwa magumu sababu ni wewe. Rafiki sasa. Kumbe sababu ni wewe. Rafiki. Masai, kumbe sababu ni wewe. Rafiki. Sasa nini? Nakwambia kuanzia sasa hivi hapa nisikuone, toka. Toka nisikuone. Rafiki. Toka nisikuone. Hii demu gani hii? Demu nakaa nyumba ya nyasi. Rafiki, mimi nasema natoa ng'ombe hataki, natoa simu hataki, natumia simu ya mkopo. Matatizo, hamna akili. Mimi demu yako mimi nataka kumpa gari hataki. Mimi ng'ombe kwetu kibao. Wewe rafiki, hamna matatizo bana, hamna. Nakuachia nke nakaa nyumba ya nyasi. Matatizo rafiki, matatizo tukumia toka. Ira kesho. Hamna tena nijua mimi. Rafiki sawa? Sawa rafiki? Hey, lelengala. Ayuwa munu rifti.
Yaani wewe hapa nisikone tena, na ndio nishasema wewe ndio unasababisha mambo yanakuwa magumu. Hapo nisikone tena, nani kukuona wewe kazi unaye. Tutakufanya kitu kibaya. Mimi ndo naondoka na usirudi tena hapo. Dhahabu yangu iliyoibiwa ni sauti tupu inayolia. Twende nje. Nataka mwili wangu, nataka mwili wangu. Karibu. Asante bwana. Karibu kabisa. Karibu njoo kae. Karibu bwana ukae. Nitakaa hapa. Hamna, njoo kae bwana. Vipi za muda? Za muda mzuri bwana. Sijui wewe. Ni salama kabisa. Karibu kabisa. Shukrani. Bana. Mimi nimekuja. Na ujio wangu huu kuhusu lile jambo. Jambo gani? Bosi wangu. Iko hivi. Unajua kilichotokea kule shambani sio kizuri, najua kwamba sio kizuri. Na hakijakufurahisha, hakijakupendeza. Na nia na madhumuni ya mimi kuja hapa ni kuja kuliweka sawa. Yaani leo umeamua uje tena kwenye swala tena lile la shamba. Wakati kule siku ile tumeongea vizuri. Si ulikuja hivi siku ile hapa unaongea sijui mambo ya shamba, sijui nauza shamba. Mimi nimekubali kununua shamba lako. Mwisho wa siku tumeenda kule tumeonyeshana, tayari nimeshaiona sehemu yenyewe, nimeshaiona shamba. Mwisho wa siku wewe unakuja kuniambia ndugu yako sijui maana ndugu yako mnagombana pale. Leo tena unakuja unasema eti umekuja tena kuja kuzungumzia hoja ya shamba. Hoja ya shamba mimi nimeshakwambia sitaki shamba lenye migogoro. Sitaki shamba lenye migogoro. Tunaelewana bwana? Sitaki shamba lenye migogoro. Hamna tajiri wangu, kwa sababu ni mambo ya kuongeleka tu ya. Kwa sababu iko hivi. Mimi ni mkubwa. Alafu yule ni mdogo. Kwa naweza kumcontrol kwa vyovyote vile. Lile shamba ukalipata, nisikilize mimi, usimsikilize yule. Mimi ni ndo mkubwa wake, nisikilize mimi nini nasema tajiri wangu, Basi tufanye hivi vitu viwe vyepesi, yani viwe vyepesi, visiwe vitu vizito, usiweke uzito katika hilo. Kisa utajiri tunauana, ndugu kwa ndugu tunauana, pasi na huruma. Tumesahau kuwa Maulana ndiye anayetoa na yeye ndiye anayenyang'anya. Nataka mwili wangu. Unajua wewe, mimi nilikuamini sana. Na unajua kabisa kwa jinsi ulivyolalamikia kwamba unataka kuuza shamba, sio unataka kwenda kufungua biashara sio mjini. Mimi nilishakuwa tayari. Lakini mwisho wa siku pale tumeenda haya mnaisha kugombana pale. Sasa sikiliza. Kama kweli wewe shamba unauza na kweli uko tayari unataka hela, mimi hela ninayo. Muda wote saa yote. Nyinyi mkielewana wewe na ndugu yako, mkiwa tayari kuuza shamba, mimi niko tayari. Na kama ndugu yako utamwona anaendelea ubishi, sawa? Wewe mtoto wa kiume, afu ndo mkubwa. Tumia mbinu zozote unazozijua wewe. Hela. Mimi nikipata shamba lingine sinunui tena shamba lako mimi. Sawa? Yaani akija mtu mwingine akiniambia kuna shamba ambalo halina migogoro na uhakika, mimi bwana sitaangalia kwamba wewe una matatizo gani na gani. Mimi hayo yanihusu. Tumeelewana? Kwa hiyo hapa sasa hivi cha kuzingatia wewe, kaelewana na ndugu yako, sawa Kama mtakubaliana, sio mtafanyaje, kafanya unavyojua wewe. Limadi mimi shamba ukiniuzia wewe, asiwepo mwingine mwenye kidomodomo akupinga. Nataka nifanye kitu cha uhakika, sitaki vitu vya migogoro. Nafikiri tumeelewana. Sawa.
Mimi nimekuelewa bwana mkubwa, na nitalifanyia kazi hilo. Kikubwa bosi wangu, na kuomba kwa sasa hivi niangalie mimi basi. Haya mambo mengine madogo madogo haina shida bosi wangu, mimi nitayamaliza mwenyewe. Basi sawa, mimi nimeshakupa nafasi, kazi kwako. Nenda kaongea na ndugu yako, sio utafanyaje, mtakubaliana vipi, sio utafanyaje, mtajuana wenyewe. Kikubwa mimi ninachokitaka, ukija hapa nikinunua shamba, siku tunauziana shamba, sitaki awepo kidomodomo mwingine. Isije kama mimi naanza kuwekeza kule, anakuja mwingine ananifanyia fujo. Mimi naua. Nimeshachukua kibali, namiliki bunduki mimi. Kwa hiyo kwenye familia yako akija mtu kidomodomo kwenye eneo langu kipindi umeniuzia, mimi nitaua. Kwa hiyo sitaki migogoro. Sitaki nije niue nishtakiwe kwa nini aliua na nini, nikapata kesi kijiji kanishangaa hiki. Kwa ninachokitaka mimi, wewe kaelewana ndugu yako, kama kuna mbinu unazitumia kuelewana ndugu yako au sio itakuwaje, ninachokitaka mimi tukiuziana na wewe, sitaki kidomodomo. Nafikiri sina mengi ya kuongea. Tajiri, sasa mbone kama unafika mbali kwenye kuana tena tajiri. Mimi nimemaliza hapo. Sina kingine cha kukusaidia. Unaweza ukaenda. Sawa. Tutaongea basi tajiri wangu. Sawa, hamna shida. Unaweza ukaenda. Sawa. Kisa utajiri tunauana, ndugu kwa ndugu tunauana pasi na huruma. Tumesahau kuwa Maulana ndiye anayetoa na yeye ndiye ananyang'anya. Nataka mwili wangu, kisa utajiri tunauana, ndugu kwa ndugu tunauana pasi na huruma. Tumesahau kuwa Maulana ndiye anayetoa na yeye ndiye ananyang'anya. Nataka mwili wangu, Welasa. Njoo kwanza na maongezi na wewe mara moja. Fanya haraka. Vipi, uko poa? Safi. Sasa mimi nilikuwa na jambo moja. Jambo gani? Unajua nini mdogo wangu? Haya maisha tunayoishi sio na upingamizi ambao unaita wewe kuhusu ile shamba lisiuzwe. Unakuwa unafeli tena pakubwa mno. Hivi kuna faida gani ya kuishi katika hiki kibanda? Labda tumia akili ya kawaida tu. Angalia ya maisha ambayo tunaishi, yani tunaishi katika hiki kitu hiki ambacho hakieleweki, akijulikani siku gani kitaanguka, siku gani kitabomoka. So blaza, nasikia sasa mambo ya nyumba na shamba kwa inafikaje sasa? Unaona? Kuna wengine hii nyumba hawana. Unaona? Sisi tumepata na vitu furahi. Asa wewe akili yako mbovu utakalia shamba tuuze. Hiyo pesa itakupeleka wapi hiyo pesa hii? Hata mjomba alituambia lile shamba msiuze. Sasa wewe umekaa kwa vijiweni na vijana wenzako, kashauri ndogo wako ile nyumba muuze. Mimi akilio sina. Sijui umenielewa? Ile kule shamba aliuzwi, mwaka huu aliuzwi. Hivi nikuulize swali. Sasa chukulia sasa leo hii, wewe unakataa hii ile shamba tusiuze, unataka kunganikia katika hiki kibanda hiki. Na hiki kibanda kilivyo jinsi huko nyuma kimejenga ufa, kinakuja kubomoka. Wote enda kukaa wapi? Na unakataa ile shamba tusiuze wakati unajua tukiuza ile shamba kuna kiasi ambacho tutakipata tutagawana. Wote anasha maisha yako ambayo yatakuja kujenga mbele huko, utakuwa tena katika hali hiyo mdogo wangu, basi jaribu kuelewa. Sasa sikia blaza. Hii ndio ya mwisho. Lile shamba aliuzwi. Umenielewa eh? Hata mjomba alituambia lile shamba tusiuze. Shamba aliuzwi. Shamba aliuzwi. Sawa. So utaki kuuza shamba? Sasa hapa cha kukifanya,
kwa sababu mimi sio mkulima kama unavyofikiria wewe. Siwezi kulihudumia lile shamba eti leo niharibu hela kwa ajili ya lile shamba. Wewe sio mkulima? Sasa tunaenda kumega lile shamba, nusu yako, nusu yangu. Kila mtu afe na chake. Na mimi nimemaliza. Sasa hapo ndo kusahau wewe. Twende kugawana lile shamba. Twende. Dhahabu yangu iliyoibiwa ni sauti tupu inayolia, nataka mwili wangu. Dhahabu yangu iliyoibiwa ni sauti tupu inayolia, nataka mwili wangu, nataka mwili wangu. Mas. Wewe, Lasa. 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 Kisa utajiri tunauana, ndugu kwa ndugu tunauana pasi na huruma. Tumesahau kuwa Maulana ndiye anayetoa na yeye ndiye ananyang'anya. Nataka mwili